unafanya shughuli gani hasa nje na mambo ya salon marketing kaanza kwenye salon? Wewe na kazi nyingine pia zinafanyika huko. Kama mama, kama mwanamke. Kama mwanamke labda nyumbani au kazi za biashara, kazi za kuingiza kipato. Biashara. Yes. Kazi za biashara mimi kwanza kabisa biashara yangu kwanza maarufu kwanza saluni. Pili nafanya biashara za kukodi nguo za harusi na kuuza pia. Unakodisha? Nakodisha pia na kuuza. Okay. Na urembo mbalimbali wa harusi, yani urembo kwa ujumla wa mwanamke. Kwa hiyo tulikuwa tuna shughuli tusipite bila kufika kwa. Yeah. Hali ikoje, ulianza lini? Kwa kweli mimi nimeanza kidogo. Ulianza kidogo. Nilianzia kwanza na saluni, taratibu nikapata nikaona ni vyema mambo ya saluni yana na nini na mambo ya urembo ya mambo yani ya mavazi ya harusi pia kwa ujumla. Kwa hiyo nikapenda niweke vitu vyote vinavyoendana na saluni kwa ujumla. Okay. Maono ilianza vipi kwamba ilikuwa ukapata maono bana? Baadaye ukapata hayo maono akasema ngoja mimi nijishughulishe na huko. Hapana, kwanza na idea. Mimi pia na idea saluni ni mpenzi, yani napenda mambo ya urembo pia ni mrembo. Hapo umetisha kwanza. Hapo yangu kwanza. Ulichagua bora kabisa. Ndio. Safi kabisa. Hiyo sisi hatuna. Ukiwa mwana masumbwi, unaingia kwenye masumbwi pia. Sio una nguvu za kutunisha msula ukafanya kazi nyingine. Kwa hiyo baada ya kuona ni malkia, rembo na nini mlimwenda akaona hapa pia. Aliumbwa siku ambayo Mungu anapumzika. Alikuwa hana heka. Alikuwa na vipengele. Mashallah kabisa. Na of course hata mimi naona kabisa yes. Tunaongea kinaendana na sasa safari ikaanza kujua baada ya kujua ile urembo na stahili ukasema hapa ni fursa. Swala ya urembo katumia fursa. Tunazungumza safari ya mwanamke kutafuta mafanikio. Safari ilikuwa ilianzia wapi, nyumbani au kwa kufungua biashara moja kwa moja? Safari ilianza nyumbani. Pale nilipokuwa napenda mambo ya urembo nikiwa nyumbani. Kwa hivyo nilikuwa najitengeneza mwenyewe. Wateja wanajaribu kuniuliza, watu mbalimbali wanajaribu kuniuliza wewe urembo unaupatia wapi? Naambia mimi mwenyewe nafanya kazi. Kwa hiyo brand ilianzia kwako mwenyewe. Ndio. Kwa hiyo watu wakanishawishi, kwa nini usifanye hivi? Nini? Nikamwambia ni wazo pia. Ni wazo pia, lakini lazima kwanza mje niwatengeneze muone inakuwaje. Nilipowatengeneza wakaona wakapendeza, basi wakanishawishi pia, fanya hivi, fanya vile. Basi nikaanza kidogo nikitengeneza mtu mmoja anaita mtu mwingine, basi hivyo. Kwa hiyo nani alikushawishi wewe na ofisi kubwa? Ujipanue kutoka kuwa unafanya mwenyewe uje sasa kuwa na hiyo ofisi na ikaza ofisi na mpaka hiyo ofisi kubwa kunishauri pia. Kwanza kabisa unajua kwanza ofisi kubwa ni pesa. Ndio. Huwezi kushawishiwa kufanya jambo wakati hata mfuko wako haujitoshelezi. Kwanza kabisa kipesa lazima ujipate, alafu ndio unaweza ukawaza kitu kama hicho. Hata ukipata mawazo ya mtu mwingine ukiwa vizuri unaweza ukaanzisha kitu kikubwa. Ndio. Sawa, safari ya ofisi ilikuwaje? Kwamba wateja walikufuata au ulihitaji kuanza na wateja wengine wapi? Kwanza wateja walinifuata, japo nilianza na wachache, lakini kadri siku zinazozidi kuendelea wanazidi kuongezeka. Ndio.